Kapata daktari mwingine alikuwa hapo ndani, akiambia mkono mgonjwa leo. Akiambia kuja uandike kama ni kipi. Akasema atafanya mazoezi kidogo ndio masaa ifike. Huyo mtoto sasa akaanza kutembea kwa nini? Akatembea. Sasa akapitisha maji. Kupitisha maji kitu kama saa 11 hivi. Tukaenda tukaita daktari, tukamwambia tafadhali tunaona mwanamke karibu na wewe kuja umwangalie. Daktari akasema mimi si daktari. Masaa ya kuangalia pale isifika nitamwangalia. Napata daktari mmoja kumwambia daktari mwenyewe mshiriki wake atuambia masaa sana na yeye akasema tukamwambia sasa unaona ni saa ngapi? Akaniambia ikifika saa 3 utapata msaada. Ikafika saa 3. Saa 3 fanya wako mpima kwenye kaita daktari. Akamwambia daktari tafadhali unisaidie. Na mimi nikamwambia kama muone ni mimi pia mtoto wangu nimpeleke huko ng'ambo asaidiwe hata pesa ikipoza kufanyia hata mchango nisaidie mtoto. Au madaktari walikuwa watatu, mama 3 na wasita 2 walikuwa huko kwa ile sehemu. Tukafika huko wakaanza kucheka wakasema mama mbona mko na baridi nyingi hivi? Kwani si hapo sawa. Yule mliki mkao huko afanye mazoezi. Tukakaa ikafika saa tukaanza kulia. Analia. Akamwambia toka nje, nenda huko tembea kwa kwanza. Kutoka hapa mpaka huko chini na aje kusia kuchia. Tena nikaenda nikamwambia daktari, si ndio mtoto wangu? Niambia hapana, mama aenda kaa mtoto wakati akianza kutoka, pia mtoto mwenye tena ni saa ngapi? Akamwambia ni saa 6. Saa 6 ikafika. Daktari mzee mkubwa hivi akakuja akatuambia ikifika saa 9 fanya akachifungua. Nikamwambia daktari, naona mtoto amelia hivi kweli? Afike saa 9 sasa mimi nasikia uchungu. Anaanza kulia. Huyo mtoto wangu akalia akisimama. Akalia mpaka akaanza kumwambia daktari utaingiza hata vitole unisaidie. Daktari akamwambia hivi, hebu fani siende utembee. Hakuna kitu utaniambia niingize vidole nikusaidie. Sasa huyo mtoto akakuja akasimama hivi, na wale nilikuwa nasimama akaniambia mami nisaidie. Nikamwambia fani nitakusaidia aje, na nimeshaomba wewe tuende hospitali nyingine wamekataa. Alafu ikafika masaa ingine hivi, daktari mama akakuja akamwambia fani usiingie kwa kitanda. Fani si akaingia kwa kitanda. Akampima akamwambia tu enda tembea kidogo. Nikamwambia daktari, naona huyu mtoto amechoka. Hata sasa mimi nasikia baridi kwa tumbo yangu, nini baya? Akaniambia sasa wewe uko na hasira mbaya, enda kaa huko ufanye achifungue. Sasa hiyo masaa walikuwa wananiambia saa 9:30 ndio sasa wakaleta maji wakamwekea chupa 5 ikaisha. Wakaleta 2, kwani alikufa tumekewa maji hatunasikana huko. Tunasimama akurara kwa kitanda, tunasimama huko fani maji ikienda na tukukumbuka turudi hata picha. Sasa ile fani maji imeenda, huyo daktari akasika ile maji akaanza kwenda. Akaniambia niletee msichana wako sasa nipe mtoto. Weka kitambaa hapo. Nikatoa kitambaa nikaweka kwa kitanda. Mwenye tulikuwa naye akamwambia kimbia huko mletee chai na glucose. Yule akakimbia akaleta chai na glucose. Sasa ile yule mtoto alikuwa anaingia ndani akaniambia mami, sasa nilikuwa namshika hivi. Ni msito kama mawe. Akaniambia mami tu fanya hivi sikuoni. Nikafanya hivi yule mtoto akaona. Nikamwambia fanya nini akaniambia hapana mami sikuoni. Nikabeba ule mtoto nikaenda nayo kwenda ndani. Na huyo daktari hakunisaidia hata kumshika hivi karibu tuanguke na hiyo mtoto. Tukaenda tukafika huko kwa kitanda ile mahali alikuwa analala, akalala hivi. Lala akasema mami nisaidie niingie kwa kitanda. Nilikuwa nataka kumshika hiyo daktari akaniambia tena ni mama.
Ebu toka, wewe sio daktari. Ebu toka, enda huko, kaa huko. Wewe nilikwambia unipe kitambaa. Mtoto wangu akaingia kwa kitanda. Nikasikia wamefunga hivyo. Nao wadaktari walikuwa wanaingia wote, karibu wote ndani. Na walikuwa wanaingia wanajifungia, hata ukifuruta hivi wewe siona. Sasa huyo mtoto vile aliingia ndani, nikasikia akisema nikamwambia tulikuwa na yeye. Lakini unaonekana karibu kujifungua, kaniambia ngoja. Sasa huyo daktari mwingine akamuka akaniambia made nipe vitambaa. Ananiambia nipe vitambaa ya hewa. Nikaweka vitambaa na nguo kwa kitanda. Akaniambia sasa, kama niweka hapo na uende ukaa huko. Nikatoka kwa nyumba nikaenda nikalala huko kwa nyasi. Nikalala tu hivi nje. Sasa wakaanza Fani akaongea. Masaa kidogo nikasikia Fani akimba. Akaanza kuomba Kikisii. Fani akaomba Kiswahili. Fani akaomba Kisungu. Akamalizia Kijaruo. Hiyo Kijaruo nikasikia akisema. Nikauliza huyu mwenye tulikuwa na yeye na kuna mama mwingine alikuwa hapo. Nikamuuliza, kwani mtoto wangu anajua mpaka Kijaruo na sijawahi sikia akiomba kwa nyumba? Akaniambia sasa hatujui. Au madaktari wakafunga hiyo room. Wakaingia wote wakafunga. Wakaniacha hapo nikikaa hapo. Wakatoka moja. Hawaongei. Sasa ikafika saa 9:30, karibu saa 10. Nilikuwa nakaa hapo chini. Nikapata hiyo daktari mmoja. Kuna daktari mwenye alikuwa Nyamaji. Akakuja, akafika hapa. Walikuwa wasi wawili, wakaniongelea, wakaniambia kitu utafanya. Sasa mlikuwa na ule msichana aje? Nikamwambia kwani nileta mgonjwa hospitali. Mlikuwa mnasikia ananiita nani? Wakaniambia tunasikia jina Mami ni msichana wako. Nikamwambia sio lazima mjue ni nani, lakini nipe mtoto wangu. Wakaniambia sasa tunataka gari ikikuja tukuwekee hiyo mgonjwa na maji umpeleke hospitali nyingine ndio asaidiwe. Nikamwambia daktari, nilianza kuomba mtoto wangu tangu saa 3 asubuhi Jumanne tarehe 18. Mpaka saa hizi unaniambia uniwekee mgonjwa yangu maji niende nayo hospitali. Wakaniambia wewe wasaidiwe. Wakatoka wakaenda. Dakika kidogo tu wakaleta gari probox ya daktari mwenye hapa. Wakaniambia mate kucha tukwani. Kuna hizi ngine tulikuwa tunaenda kuona Embo. Sasa kitu utafanya, tutakubali tukuwekee mgonjwa ndani, ingie ndani, tukuwekee kwa gari. Ulipi gari? Nikawaambia sio pesa ilinikosa ya kupelekea mtoto wangu hospitali. Fungua huko mwelekee mtoto wangu akitembea ama tuongee na yeye ndio tuingie gari tuende hospitali. Huyo msia akaniambia huyu mama kuna kichungu. Nikaendelea kukaa. Nikafika saa 9:30. Nikakaa sasa nikasikia mgongo wangu sisikii vizuri. Yaani sasa baridi inakuja hivi. Nikaambia huyo mama tulikuwa na yeye. Dadangu alikufa mwezi wa 3 na nilisikia hivi. Mbona nimesikia hivi mtoto wangu wako hai? Ama labda Fani alipata nguvu. Kwa sasa mtoto hakulia na anakuambia weka kitambaa hapo. Sikusikia sauti ya mtoto. Nikawaambia sasa nikanyamaza tu akaniambia relax. Acha tukae tu. Sawa. Pole mama.